za siku. Salama ndugu yangu, unaendeleaje? Salama kabisa. Ndio. Za kupotea. Salama ndao lakini. Salama kabisa umepotea. Bwana, nimepotea mwenzio lakini huku nakotoka hivi. Huko salama, kuna mambo tu fulani nilikuwa nashughulikia. Ndio maana unaona sionekani hapa mtaani. Ila nipo bwana. Nafurahi kukuona. Asante. Ndao limi yangu. Limi yangu ndio nofela. Sasa hivi naenda shambani huko kulingua. Kaenda angalia mipaka. Sasa hivi kuna uwiso wa mipaka barani. Pole, kama umegundua mapema, ni vizuri kushughulikia mapema bwana. Kwa sababu hata mimi nafikiri tulikitanga ni Mungu ase zopo utoropo kidogo. Kuna jambo nifanye. Ndio. Mama yangu topoa na shida. Ngoja niende huku kwanza, alafu pengine ndipo tutakutana njiani. Tutakutana tu. Nisaidie kuangalia pale pembeni pale. Sawa. Maana na mimi sijaenda muda mrefu. Wasije wakawa na mimi wameongeza kidogo. Sawa. Haya bwana, basi tulitangana bwana. Haya. Mkangu. Hebu nisaidie upanga hapo. Sasa mimi naenda shamba. Naomba na mbona leo hivi? Nakupenda tu mke wangu. Si unajua ulichonifanyia leo. Nimefurahi sana mke wangu. Sana. Sasa mimi natangulia shamba. Jana. Sawa. Kule si miogo utengeneze. Sawa baba. Maji ya kunywa. Sawa mwanangu. Lakini naomba usichelewe. Sichelewi mwanangu. Nafungasha tu dakika 2 na kuja shambani mwanangu. Hadi mwenyekiti. Mwenyekiti, habari za leo? Mwenyekiti, habari za saizi? Salama. Samani mwenyekiti, nimekimbia mbio hapa haraka. Shamba langu huko limevurugwa. Nimeharibiwa shamba lote. Mazao yangu yote mwenyekiti yameharibika. Naomba unisaidie mwenyekiti. Tafadhali. Nataka msaada. Ndio mwenyekiti. Kwani ulitaka tu msaada gani kama ulikuwa unataka? Mwenyekiti, nataka unisaidie wakamata wale vijana. Waadhibiwe, wameharibu sana shamba langu mwenyekiti. Pole sana. Asante mwenyekiti. Kwa hiyo ulitaka sheria ifuate mkondo wake? Ndio mwenyekiti. Asante sana. Sasa mama, unajua una shida la shamba, sio hivyo? Ndio mwenyekiti. Tulishirikia sawa sawa. Ndio mwenyekiti. Nao vijana washikwe. Yaani washike, waadhibiwe, wanilipe, maana sina kitu chochote cha kula ndani ya huu mwaka. Yaani ndio wameniharibia maisha yangu pale. Nami pia na shida shamba langu hivyo hivyo. Shida gani mwenyekiti? Ndio utaendelea kwa hapo. Unajua sasa hivi mimi shamba langu lina mahitilafu kidogo kidogo hivi ya kumwagiliziwa.
inabidi kumwagilizia kidogo hivi. Umeshaona? Kwa hiyo kama na mimi utanisaidia pia kumwagilizia shamba langu. Sasa hivi tunaenda kufanya kazi yako. Mwenyekiti, mbona kama sijakuelewa? Mimi nimeleta shida yangu hapa mwenyekiti. Shamba langu limeharibiwa kule shamba. Hakueleweki. Wewe tena unaniletea mambo mengine. Mbona kama sijakuelewa mwenyekiti? Upo upande gani? Unaenda upande upi kwanza? Unajua katika maua ambayo yamemea kwenye kijiji changu hapa, nikiona yale yenye thamani ya dhahabu, na hisi naona gani miongoni mwao. Mbona bila simu kama hii jamani? Sasa ipo hivi. Tusiongee sana, sawa? Choma ndani. Tumalizie shamba langu, alafu tukamalizie la kwako. Mwenyekiti, koma. Mimi sio waifu. Koma na uwe na adabu. Ishia hapo hapo mwenyekiti. Nimeleta shida yangu, sijafuata huu ujinga. Umenielewa mwenyekiti? Kumbe mwenyekiti una adabu Ndio tabia zako hizi mwenyekiti. Na sikukutegemea kama ndio ulivyo mwenyekiti. Sikukutegemea kabisa wewe. Unanifokea mimi kwangu? Sijakufokea, mimi sio waifu. Umenikosea adabu mimi kwangu. Sio kwangu kuwa na adabu mwenyekiti. Mbona unakuwa hivyo? Mimi nimeleta shida yangu unaniletea ujinga mwenyekiti. Umenivua mimi koti langu unalitupa unanizaraulisha mimi serikali. Wewe mwanamke, au umetumwa? Inaonekana wewe hutaki msaada, si ndio? Mwenyekiti, naomba unisaidie. Sema hutaki msaada? Naomba unisaidie mwenyekiti. Nimeahirisha, sikusaidie tena nini? Toka. Mwenyekiti, nakuomba. Nisaidie mwenyekiti. Nimeahirisha, toka. Nisaidie nipate chakula mimi na wanangu. Wameharibu shamba langu mwenyekiti, nisaidie. Nakuomba. Wewe unalilia shamba lako lisaidiwe. Mwenzako analia shamba lake lisaidiwe, unakataa. Kama unataka nikusaidie, choma ndani. Mwenyekiti, hivyo unavyotaka siwezi kufanya. Nisaidie. Toka kwangu. Nisaidie mwenyekiti. Unafeli wapi? Siwezi kufanya hivyo mwenyekiti. Mtoto mwenyewe umeenda shule hivyo unashindwa kufanya nani? Mwenyekiti, siwezi. Nenda basi, toka kwangu. Mwenyekiti, nisaidie. Toka kwangu. Ndugu yangu bwana, hata tumekutana mguu ulikuwa kwako. Niambie ndugu wangu kuna nini? Yaani nawashwa. Unajua nawashwa? Yaani nina kitu hapa. Unajua hapa? Si uniambie na wewe. Tulia bwana, mambo mazuri hayahitaji haraka my dear. Si la kwako, mimi si nilikuwa nakufuata wewe. Haya basi una haraka. Basi unajua shogangu ninapopenda umbea kuliko kula. Ndugu yangu, si nilikwambia yule mwanaume alikuwa anaishia vinini? Hiki kimoja. Si nilikwambia? Sekunde 5 li mwanaume ntii. Jamani, mtoto anabebeka, mtoto ananyanyulika, lakini wapi? Leo yani hapa nilipo natamani mpigie simu arudi kutoka shamba, arudi nyumbani tena. Hivi leo hivi viwili, yani mtoto nimeridhika. Yani wewe unasema kweli? 2. Kwanza nicheke. Nashindwa nikwambiaje. Nimebebwa mtoto, nimenyanyulika. Baba leo yani wewe. Kajitahidi. Acha kabisa ndugu yangu. Sijaamini.
Kwa ndugu wangu hapo ulipo ufulale. Pesi, yani lele. Na kuona ulivyochangamka. Ndio hivyo mimi mwenyewe sasa hizi nipo kwenye ndoa sasa nasikia la mapenzi nimeiona. Wacha. My dear. Hongera ndugu wangu. Kajitahidi. Kapambana, baba kapambana. Unajua kapambana? Sijui katafuta dawa mimi hata sijui. Acha kabisa. Si unaniona nishakuwa mwepesi hapa naenda kushikana jembe shambani sasa. Mara unalima huku mzito. Wewe unabidi umwangalie kwa upande wa tatu. Tena. Mimi hata sijali yeye mwenzangu ili mradi anaridhisha kule. Kama mwenzangu. La mapenzi nimeiona. Kama nakuona mama. Yaani faya ndugu yangu. Hapa huu mguli kwako nije kukupa ubuyu. Hapa mume wangu kaenda shambani, si ndio? Hapa natakiwa nimfuate shambani. Tutaonana baadaye. Basi ndugu wangu mwenyewe nimetoka zangu nyumbani naenda huko kudai madeni yangu. Si unajua kaka zangu. Unaelekea huko? Huko. Basi twende. Shemeji. Karibu sana. Asante babani. Karibu sana. Hapa nyumbani. Hapa tunamshukuru Mungu, tuko salama. Sijui wewe utokako. Huko nitokako sio nzuri sana. Kuna nini? Kuna msiba? Hapana babani. Babani mimi nimekuja hapa. Yaani nimeumizwa sana na hiki kitendo. Mimi nimeharibiwa shamba langu kule shambani. Yaani nimeharibiwa mahindi mwaka huu. Yaani shamba limevurugika, nimechanganyikiwa. Ile shamba lilikuwa linapendeza mahindi vile sana. Limeharibiwa na mvua, limekatwa au ng'ombe zimeingia. Yaani ni vijana wameliharibu sana. Baada ya hapo nikaenda kwa mwenyekiti. Nimelalamika, shamba langu limeharibiwa kule. Halieleweki. Vijana wameingia wameliharibu shamba langu. Lakini huwezi amini babani, mwenyekiti kaniambia nichome ndani, nikamwagilizie shamba lake ndipo anisaidie. Nikatoe rushwa ya ngono ndipo anisaidie. Kwa kweli nimeona hiki kitu kinaniumiza sana. Ndio maana nimekuja kwako. Na wewe na mwenyekiti ni mnapendana na mna ukaribu sana. Rafiki yangu sana yule. Na ndio maana nikaja hapa kwako. Ndio. Au kuna biashara fulani mshaizungumza naye? Sasa imefika wakati unamkataa. Sina biashara yoyote na mwenyekiti. Kani uchome ndani. Mwenyekiti hizo tabia anaanza lini? Ninamfahamu yule mwenyekiti ni mwaminifu sana. Ndio maana tumempa ridhaa ya kutuongoza. Lakini kwa kuwa umeniambia, mimi yule ni rafiki yangu sana. Nitamfikishia ujumbe kama ulivyo. Nitamwambia ukweli. Aache hizo tabia. Na kama wewe ni mmoja amekwambia hivyo, wapo wengine waliochoma ndani. Hivi ndani kuna shamba kweli la kwenda kumwagilizia? Umemkuta amelewa? Yaani ilikuwa ni asubuhi ndipo ametoka kuamka. Alikuwa vizuri kabisa. Hajalewa wala nini. Huyu mwenyekiti. Jamani. Choma ndani, ukamwagilizie shamba langu. Chumbani kweli ndani kuna shamba. Mashamba si yako polini huko. Yule ni rafiki yangu, nitamwambia ukweli. Hapa kijijini simuogopi mtu zaidi ya Mungu tu. Mungu ndio namuogopa peke yake. Nitamwambia ukweli, aache hizo tabia. Sio nzuri. Bado kijana mdogo yule. Sisi ndio tunawashauri. Tunamshauri mwenyekiti. Na mimi ananisikiliza mno kuliko mtu mwingine. Lazima ujumbe huu nimfikishie. Tena leo hii kabla jua halijatua. Nitaenda kwake. Nitashukuru sana babani. Nitakupa ujumbe, mrejesho kitu gani amesema. Lakini nitamwambia ukweli. Ukweli lazima ufike. Yaani wewe relax. Wewe usijute, usiumie. Nitakwenda kumwambia, alafu mrejesho wa maneno nitakuja kuambia anasema.
Naam shemeji, naona umenisimamisha hapa. Ongea. Sijui sasa hivi unatumia vidawadawa gani yani? Maana sielewi. Wao wanajitahidi sasa hivi. Hapo nashindwa kukuelewa. Unamaanisha nini? Ulikuwa hii sasa hivi. Sielewi hapo katikati. Sielewi. Au kuna vidawadawa hapo? Au kuna mkono wa tatu? Maana sielewi. Haya maneno wewe umeyapata wapi? Mimi ndo Anita bwana. Cheombe wa kijiji. Basi nimejua kuwa ni mke wangu anayetoa taarifa ndani na kukwambia wewe. Na kingine amekwambia nini? Mambo yapo hapa. Si unanielewa? Ila ongea kwa kujitahidi. Maana hata sasa hivi naona kidogo kimulimuli kinakuja. Na hilo shati lako sasa. Unanichekesha. Nashukuru sana. Ila unaweza tu ukaenda. Taarifa zako nimezipata. Nachoka mimi mwenzenu. Basi mwambie azidi kukwambia vizuri. Ongea. Muone na ile shati lake. Kama anataka kuruka. Jamani. Kidogo tu. Basi pole na basi.
Karibu mzee. Asante. Za nyumbani tena. Huko nyumbani ni kwema kabisa. Asante. Vipi mazao ya shamba yanaendekaje? Yani shamba limekubali. Mazao yamekubali. Yanavutia. Ninatamani niwe nashinda shambani pale pale. Nilikwambia yani hichi kijiji chetu sasa hivi tumebarikiwa. Yani mizimu inafanya kazi yake. Sawa. Yani hapa hichi kijiji sasa hivi tutakuwa katika vijiji ambavyo vitatoa mazao mazuri. Kwenye sehemu hii hichi kijiji changu hichi. Hapa safi sana. Haya, nipe habari. Habari ninazo lakini sio nzuri sana kuhusu wewe. Ujumbe gani? Vipi? Watu wameanza kuiba, wameanza kufanya nini? Unajua mwenyekiti, dhamana ya uongozi uliopewa wamekuamini. Na serikali pia imekuamini ikakufanya kwa kama jicho la kutazama kijiji kinaendaje. Lakini niliyoyasikia sio mazuri masikioni mwangu. Unajua mzee wangu. Unajua mimi sijakuelewa. Kwa hiyo huko mara unaenda huku, wewe dondoka kwenye pointi. Tabia uliyoanzisha mwenyekiti sio nzuri. Inakuharibia sifa zako. Mbona mwanzo ulianza vizuri? Mwenyekiti, kuna mama mmoja alikuja kuomba msaada kwako. Huyo mama amekuja kuleta malalamiko yake kwangu kuwa kuna jambo limuomba ili asaidiwe. Sasa hilo jambo sio zuri machoni pa watu, sio zuri katika kijiji chetu, sio zuri katika uongozi wako. Unachafuliwa. Sasa unajua mimi nimekuelewa. Yes. Okay, unachokisema. Lakini unajua sasa hivi watu wana kale kawivu. Umeona? Yaani kuna watu wana kawivu wa juu. Mimi kweli huyu. Mimi mwenyekiti Suleiman, mimi mwenyekiti. Nifanye ujio kwa kijiji wangu nitakuwa nina akili au sina akili? Kwa nini wasione wivu kwenye maendeleo lakini wakakuona wivu kwenye mambo mabaya kama haya? Wani kama wanakuchafua? Wanachafua sana. Kwa sababu kuniambia kitu ambacho sikifanyi ni uchafu sana. Mama wa wapi alikwambia ujumbe mzito kama huo kabisa wa kuniaibisha mimi? Mzee wangu, najua tumeishi na wewe sana hapa. Umeona? Hivi umesha kunisikia uchafu kama nikaufanya kweli? Sijawahi kusikia lakini nimeshangazwa na hizi habari. Sasa ushangae uone kama ni hizi ni jaribu hizi jamani. Hichi cheo changu sijui baba nimeachaja. Au uongozi ndio hivi kweli mzee wangu jamani? Mimi kweli huyu jamani fanye mambo kama hata mimi nimeshangaa sana. Maana nilivyokujua wewe nimekujua tangu uongozi wa baba yako hapa kijijini. Babako alituongoza vema, alituongoza vizuri, tulifurahia. Hakuwa na makando kando kama hayo. Hebu jirekebishe kama ni kweli. Ila kama sio ukweli basi tuiache yapite. Sawa. Sasa mzee, unajua mimi nimekuelewa. Unajua hichi cheo kiko hapa. Mimi nipo kwa sababu ya kuongoza watu. Yes. Sio kwa sababu ya kufanya uchafu kama huo. Hivi unavyoniona tu muonekano wangu tunaweza kufanya mambo kama huo. Nione tu. Niangalie kwanza tu. Naweza kufanya mambo kama vile kabisa. Yani ila nimeshukuru kwa ushauri wako. Yes. Kama huyu shetani nitamwepusha mapema sana isisogelee kabisa. Kwa sababu kinisogelea itaonekana kama vile hata hadhi yangu itashuka. Kwa hiyo nashukuru sana. Na kitu kingine, jitahidi sana kwenye uongozi wako uwe muwazi hata kwenye mapato. Kwenye habari ya mapato nasikia wewe ufanye vikao vya kijiji. Hivyo vitakuletea doa. Sawa mwenyekiti? Watu wanauziana mashamba vile vya asilimia vile navyo vitakuchafua pia. Asante sana. Asante basi Mungu akuache. Wawahi ofisini wangu. Sawa sawa. Pole. Asante. Pole sana. Haya.
Unagusa sharubu za mbuzi wewe. Huyu mama huyu anijui vizuri. Subiria, ile shamba lake hata sauki. Umeona mimi nilikuwa natumia mafuta kwa sababu umeona nilikuwa natumia mafuta ndio. Mtoto wewe sasa subiri nikuonyeshe. Umesikia wewe? Nakuonyesha kazi sasa. Wewe. Ngoja kwanza. Haya subiri. Ngoja. Subirini ngoja. Kuna shida gani mwanangu? Tatizo nini? Baba sikiliza nikwambie. Mimi na huyu binti unayemwona huyo. Ndio. Tuna siku hiyo ya pili. Tumepewa kazi kufanya kwenye shamba la mtu. Sasa yeye na kielele chake na uwezo wake wa hela ametoka kabla hajamaliza kazi, ameenda kwa mwenye shamba, kaenda kuchukua hela. Mwanga wewe unabisha. Ngoja aongee mmoja mmoja. Tunamwona? Tunamwona bibi. Ongea mwanangu. Ameenda amechukua hela. Mimi nimemaliza kazi, nimesema ninasubiri hela, niende kwa mwenye shamba nikachukua, naambiwa hela imeshachukuliwa, ina siku ya pili. Na yeye akachukua hela, asiniambie. Anafikiri mimi kazi nilikuwa natumia mafuta ile. Subiri. Ndio kazi babangu ilikuwa shilingi 5,000. Yeye 2,500, mimi 2,500. Sasa mbona umechukua hela yote ya kazi? Mimi sitaki kwa ninachotaka kutumia hapa ni hela yangu. Mwanangu, hebu nisikilize kwanza. Wewe unafikiri tufanyaje? Mimi nataka hela yangu. Nataka hela yako. Mwenye kazi yuko wapi? Aliyewapatia kazi yuko wapi? Anakaa kule chini. Anakaa chini. Sasa naomba wewe na huyu msiendelee kupigana, halafu mniache mimi, nitamfuata mwenye shamba, nitaenda kuzungumza naye na wewe hela yako utaipata. Mimi sitaki kuelewa, mimi nataka hela yangu hapa. Sasa nisikilize mimi. Wewe hela kwa huyu iache, halafu wewe utakuja unifuate mimi, nitakupa hela yako. Umesikia mwanangu? Sawa mzee, mimi nimekuelewa. Msipigane. Haya, wewe naomba uende na njia yako na wewe naomba uende na njia yako, halafu wewe utanifuata mimi, baadaye nitakupa hiyo hela yako. Shogangu. Yule mjukuu sijui ule nani, sijui mwenyekiti, sijui nani yule Lisa, sijui nani yule, unamjua yule? Yule Lisa mrefu. Huyo. Kafanyaje? Shogangu. Cheki alivyoniumiza. Cheki shogangu. Yaani hapa nilipo mwili watu unaniuma. Nashinda hata kutembea. Niko natoka zangu huko nakwambia kaza kunivamia barabarani, kwambia kiki dako. Kafanyaje? Sina ndefu 2,500 mimi ndo kunizalisha barabarani vile ndugu wangu. Cheki kunipiga. Kanivunja hadi mkono hapo. Cheki mkono unavyoniuma. Cheki. Jamani. Mimi sikubali ndugu wangu. Ndio kukuchania mpaka chikao. Kisha kanipiga. Huyo anajiita sijui mjukuu nani huyo mrefu kama ngongoti. Tunamuonesha. Twende shogangu. Nakuja ndugu yangu, nakuja. Sasa hivi. Fanya haraka. Nakuja ndugu yangu. Sasa. Umesikia ndugu yangu? Si unajua yule babake, yule mjomba wake, sijui nani yake ni mwenyekiti yule. Sasa Lisa atajivunia urefu wake, si ndio? Ndio. Yule pale twenzetu hivi, tupite hivi.
wewe utamdaka mguu huu hapa, mimi nitamdaka mguu, tumtengue adondoke. Akidondoka tunamkalia, tunalinyunga kweli kweli, ile leo tunalishikilia. Wewe atasikia twende kule, anapenda kupitaga ile njia. Umeona tena hii mida ndio yenyewe umeweza mbele yake, tunachelewa. Asasikia tukimpiga tunamwendea mjomba wake kwamba kuna mtu tumemfanyaje, tumempiga kutokana na 1 2 3 tuletee madhara. Yani hiyo ni plan A and B. Finish. Twende. Umeongea point. Twende.